Yaani ikiwa zamu ya kupika ya Aisha, yaani mpaka kula tunachelewa. Yaani chakula kwa vile labda cha kukinunua au cha masimango. Sio umeelewa? Yaani kama vile misiba ya Kiislamu, misiba ya Kiislamu mama au hata iwe kuna harusi, sherehe zao. Ukishaanza kuna hicho sasa hivi, baada ya masaa mawili mpaka mkono unakauka. Waisha! Eh. Unani kwanza kwa? Sawa. Tangia asubuhi ya jamka. Wajamka? Ndio. Kamwiti bwana. Mimi bado nimechoka. Kamwiti. Na umezalo mbaya lini wewe? Wewe. Sasa basi na wewe mimi na chai hapo pakuwa chakula tu tule. Nini bwana wewe? Kujinonisha. Wewe ndo mwenye mimba peke yako duniani hapa. Nini bwana? Shaanza ukofi wako. Namjua. Basi mama. Kidume. Lete kwanza. Unasemaje? Johnny. Amki. Amki Vivian. Nampikisa amki hapo. Ni mabaridi. Wabaridi? Ndio. Wabaridi vipi? Usalo. Usalo. Nimempita mrefu wangu. Usalo. 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 Simu yangu kwa wapi? Simu yangu kwa wapi? Ile bajaji, simu yangu kwa wapi? Simu yangu kwa wapi? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amini. Ndugu zangu, tuweni pole soteni kwa sababu huu ni msiba wetu na kifo tumeondoa sisi wanadamu. Mwenzetu kashaziba sehemu yake na imebakia sisi. Kikubwa tumwombee dua pale alipokosea, Mwenyezi Mungu aweze kumsamehe. Ndugu zangu, tuliokwenda makaburini kule tumefahamishana kwamba hakuna ratiba ya matanga. Kwa hiyo ndugu zangu, hatutakuwa na matanga kwa siku ya leo, lakini tutakuwa na vikao vya hapa na pale kwa ajili ya kupangilia siku ya 40 itakuwa lini. Au sio ndugu yangu? Ndivyo kama alivyokuwa tu amezungumza ustazi. Sawa. Kidume! Namtaka dada yangu. Niambia umenitia nini? Kibena, usijifanye kwamba ufahamu chochote, wakati unajua wazi jinsi gani ambavyo nakupenda. Samahani, nitaka nikuulize kitu. Hii familia kina Kidume unahusikana nayo vipi? Kipindi kile ambacho wewe tuligombana, nikamwona nirudi kwa mpenzi wangu wa zamani. Kidume ni mume wangu. Hivi Kibena, kweli umeamua kabisa kurundikwa na wasichana wengine? Huyo Kidume nasikia kabisa na wasichana sijui 4 sijui 5 na wote anakaa nao sehemu moja. Kweli na wewe umeamua hivyo? Na mwanaume anayenipa furaha, wewe sio shindwa kunipa hiyo furaha? Kidume, siku ya kwanza tulivyokutana, unakumbuka nilikwambia nini kuhusu dada yangu? Mimi nakumbuka. Nakumbuka
Na imekuwaje unanipigia simu? Amefariki dada yangu. Shemeji, mpango wangu mimi na Shalo, nisiseme Shalo, ni marehemu Shalo, ulikuwa pale pale kwamba tufunge ndoa, yani ilibidi tu mwezi ujao tudili swala la ndoa, lakini hapa katikati kuna mambo kidogo kama meingiliana shemeji. Nikasema basi tumaliza kwanza ya mambo, alafu ndo toane. Ndio kuja linatokea hili. Anafariki vipi wakati mimi jana nimewasiliana naye na alikuwa ni mzima afya? Ndugu yangu, unapouliza kwamba amefariki vipi, ndugu yangu, unatoka kwenye reli, na maana kwamba unamkosea Mungu ndugu yangu. Lakini ni vyema pia ukitaka kujua kwamba chanzo cha kifo chake, lakini sema amefariki vipi, unamkosea Mungu ndugu yangu. Kidume, dada yangu amekufaje? Niambie sababu za kifo chake ni nini? Mwelezi ndugu yetu, kwa sababu jaziba anayo na pressure pia anayo, ili apate kutulizana na yeye. Mchanga huu ungekuwa unazungumza, huu mchanga huu leo ungezungumza. Tulikuwa tumekaa hapo asubuhi, washatalika mkeka hapa wanawake zangu wote hapa. Nasema jamani, mbona Mishalo simuoni? Na Mishezo jamani, Shalo ndo mwanamke nampenda katika wanawake zangu wote. Nikasema jamani, mwiteni je Shalo tuje tule. Tokea asubuhi Shalo hajaamka, basi mwamsheni. Anaamshwa haamki, kila akiamshwa haamki. Nafika pale mimi namtikisa, hatikisiki, naona anatoka mapovu. Kwa hiyo alikuwa hivyo yani. She, unamsikia anachokiongea huyu? Kibena, kwanza tujaribu kusahau yaliyopita, tutengeneze mwanzo mpya. Kibena, siku zote nakuwa nakuimbia, wakati wote nakwambia jinsi gani ambavyo bado nakuhitaji. Nakuhitaji kutoka ndani ya moyo wangu, nakuhitaji kutoka ndani ya nafsi yangu. Haki ya Mungu tena na hapa. Sugu, wewe huwezi kubadilika. Yaani wewe kubadilika huwezi. Kibena, nisikilize na kuapia kabisa. Nakuomba. Kibena, nakuahidi kweli tena. Nakuahidi kutoka ndani ya moyo wangu. Nakuahidi kabisa kuishi na wewe, na siwezi kabisa tena kurudia makosa ambayo yametokea. Simama. Siwezi kusimama mpaka unikubalie. Mimi namsikia, na pia na kitu ambacho nataka nimueleze kwamba shehe, kwanza unakosea. Na imani, wewe ni ndugu yangu katika imani, lakini unaoishi na wanawake zaidi ya 3 lakini bado hujawaoa. Unafanya zinaa, unamkosea Mungu. Unashindwa na kitu gani usipooa wewe? Kwa sababu kama ni riziki ya kula unaipata, mpaka umefikia unaishi na wanawake 4, 3, ina maana kwamba riziki ya kula unayo. Kwa nini usioe ndugu yangu? Kwa kweli mimi nimeteleza. Simama bwana. Nielewe basi. Simama. Kwa unashindwa kabisa kuniamini? Okay, sawa. Kama utojali, naomba uandike namba zako. Sugu. Mdeusi mwanangu, sisi tunakutafuta kule, kumbe upo wapi? Tunduki. Poa. Nitakucheki basi. Ndugu yangu, tusifike mbali, na kuomba sana punguza jaziba na pressure, kwa sababu tayari hili lishatokea. Tukiendelea kujadili ndugu yangu, utakufuru na utamkosea na Mungu. Kwa hiyo mauti yameumbwa, ni sisi sote tutaondoka duniani.
lakini kila mmoja ataondoka kwa wakati wake. Kwa hiyo nakuomba ndugu yangu, uwe na subra kwenye moyo wako, uwe na imani kwamba hiki kilichotokea ni kwa ajili ya Mungu ndugu yangu. Sawa ustazi, lakini hili swala haliwezi kuishia hapa. Kidume, naomba unipeleke katika kaburi la dada yangu, lakini hili swala mimi na wewe bado hatujamalizana. Hii nimefanya kwa ajili ya shehe na si kwa ajili yako. Wanangu Mluguru, wajikaze tu Mluguru, jikaze, usilie Mluguru, jikaze we. Haya yote ni mapito, unapitia, yatakuisha Mluguru, yatakuisha. Utamsahau tu Shalo, utamsahau. Msiba mzito sana, moyo wangu mimi unauma, moyo wangu unauma, moyo wangu unaniuma sana mimi jamani. Oh, Mluguru. Umesikia mwanangu? Sio kwamba sisi hapa wote hapa hatuna uchungu. Yaani sisi hapa tuna uchungu. Na ukizingatia kama mimi, yani kwamba yule kidume yule amemchukua Kibena. Umeona? Na mimi Kibena nimetoka naye mbali. Na uwezi jua kwamba jinsi gani mimi na Kibena tulivyokuwa tunapendana. Kwa hiyo mwanangu, wewe hapa wewe ukiwa unajilizaliza, yani tutashindwa kufanya vitu vyetu vya umuhimu. Tutakuwa tunakuangalia wewe unavyojilizaliza. Wewe mtoto wa kiume mzee. Jikaze. Umemuona huyu? Huyu anazingua huyu mwanangu. Mwanangu unazingua. Yaani maumivu nilokuwa nayo mimi, Mluguru anafananisha na maumivu yake yeye. Yeye anajua jinsi gani mwanangu tulivyomhangaikia Shalo toka kipindi kile. Kidume mimi kanipiga mitama. Kanitambia kwamba kile kiumbe changu mtoto wangu kamtoa. Mpaka natumia gharama zangu kumleta yeye, ili mradi tu nimpate Shalo, nipate lile penzi lake. Alafu unafananisha na vitu vya kijinga mwanangu. Mganga Ndele. Bwana wangu tena. Kuna nini? Hamna mganga. Yaani ninavyokuambia Mganga Ndele, hapa nilipo nimefurahi yani kupita maelezo. Hiyo furaha uliokuwa nayo wewe ndio naitaka na mimi nijue. Yaani sijui hata nikuelezeje. Unakumbuka yule mdogo wangu uliokuja naye majuzi kati hapa? Yule uliokuja naye mwenye kitumbololo. Ndio huyo. Ile kazi yake ile ambayo nilikwambia unisaidie kunitengenezea ile. Ndio. Yaani nina furaha uwezi amini. Nani kazi yake nimeshaifanya. Nimemfunga, nimemfunika, kwa hiyo hawezi kuchezewa na mchawi yoyote. Nimemaliza. Hujanielewa bwana. Yule mtu nilokuambia umuue, tushamzika. Kafa? Lakini unajua mimi ndo Mganga Ndele kutoka Mandawa, na mizimu huwa haiongopi. Kazi ikiamua kufanyika inafanyika, hata kama mimi sijale, lakini mimi nimefanya kazi mpaka usiku wa manane. Na ndio maana umeona kazi imepatikana kwa muda mfupi majibu yake. Haya sasa, kwa hiyo umekujaje? Yani baada kukamilika kazi, maana yake ukikamilisha kazi unatakiwa uje na vitu vizuri. Lakini wewe naona umekuja na furaha tu. Mganga Ndele bwana, nimekuja na kamzigo kako. Ngawila. Lakini ngawila peke yake haitoshi. Kwa sababu bwana wangu sasa hivi
nakwambia hivi, muda ulofika sasa hivi Mlugulu, yani sicheki na wowote, na moyo wangu wenyewe siulindi. Kazi imekushinda, naomba 100,000 yangu lokupa kama advance. Nataka changu. Kumbe unaumwa? Wewe unaumwa? Yaani 100,000 wewe, 100,000 ipi unaizungumzia? 100,000 tuliweka katika mipango ya nini? Ya kazi. Umeona? Na mimi nilikuwa naitumia katika njama zangu za kuwatekea wale. Yaani 100,000 ile ndo nawategea. Sasa wewe unaizungumzia 100,000 ipi? Kama hiyo 100,000 ishaishaga kitambo yani. Ushaanza kuchanganyikiwa mzee. Oya mwanangu, yaani mimi nimekuita uje ufanye kazi yangu mimi, kazi ya Mlugulu uje uifanye. Lakini mwisho wa siku nikagundua kitu kimoja. Ukaacha kufanya kazi yangu mimi, ukaenda kufanya kazi nyingine ya mapenzi. Kwa hiyo wewe umechanganya vitu hivyo viwili kwenye kazi ya Mlugulu. Umechanganya kazi na mapenzi. Na hilo mimi nalijua vizuri tu. Kwa hiyo muda mrefu tu nishaona kazi imekushinda. Oya mwanangu, nataka changu. Mlugulu nishabadilika leo, nataka hela yangu. Wewe dunduka, mwelekeze mshikaji wako. Wewe mwanangu, usinipandishie sauti hata siku moja, usijaribu kunipandishia sauti. Nitakupiga makofi sasa hivi ujue. Yaani mimi unipigie makofi. Wewe unipigie makofi. Wewe mimi unipigie makofi. Wewe mimi ananijua vizuri. Kwa sababu kazi nilofanya mimi kubwa, muda mwingine wateja mnataka mtuonee huruma sisi waganga, kwa sababu tunahangaika kuhangaikieni. Kazi kubwa tunafanya, tunaishia kula kwa macho. Hasa hiyo haipendezi. Mjanga Ndera, mbona sijakuelewa? Sasa usichokielewa hapo ni kitu gani? Kwani umekuwa mtoto mdogo? Mimi kuhangaika kote usiku wa manane, kukesha kutaka kufanya kazi yako. Leo hii nakwambia kitu kidogo unasema uelewi. Usichokielewa kitu gani? Yaani namaanisha ndio na mimi ndio Sawa, nakuelewa. Sasa kama umenielewa nisikilize vizuri. Unajua huko hawa jamani wakorofi wa mashehe marwatan. Twende huko. Mambo ya shehe. Wenda mulisi wale. Hakuna anatuona bwana. Mlugulu, ina maana kufiri afike bifu? Umedhamiria kumfukuza mshikaji wako? Ila sio fair. Alafu yule ni mwanao. Yaani mwanangu, usichokijua wewe, kuna muda unafika lazima ujive roho mbaya. Na umeniona mimi mwanao sasa hivi nimekuwa na roho ya anodi. Yaani mimi sio Mlugulu. Sasa hivi unaweza ukaniita Terminator, Baba Jeni. Na huyo mwanao yeye ni Baba Jeni bye bye. Ila hiyo sio haki na iko sawa. Yaani mwanangu, usichokijua wewe, kuna muda unafika kwenye maisha sio wa kumuonea huruma mtu ambaye mfelishaji. Huyo kweli alikuwa mwanangu, tena mwanangu waswa, ila tayari kashakuwa mfelishaji. Kashanifelisha, mission fail. Na mimi ndo anodi Baba Jeni. Kwa hiyo
Kama mimi ndo Anudi Baba Jeni, yeye ni Baba Jeni bye bye. Kwa Mlugulu umesamilia au si? Sema nini? Kama mtu jali basi kama vipi mniongezee nauli. Yaani mwanangu, kweli nimeamini wewe ndo unaumwa, sio mimi. Yaani hela yangu yote ya advance nilokupa ukaitafuna, kazi imekushinda, alafu leo bado unataka mimi nitoe hela nyingine nikupe wewe kama nauli. Iko kitu kwangu mimi. Lakini Mluguru, hiyo sio fair. Mpe hata nauli basi mwanao ili ajichenge. Na wewe unataka kuondoka?